Habari, naitwa Isaac Ngajagu, ni mlezi, lakini pia kwa taaluma ni afisa ustawi wa jamii kutoka Kituo cha Afya na Malezi ya Watoto Matiazo. Karibu. Habari ya saa hizi. Ningependa kujua kwa nini unapenda kufanya hii shughuli ya kuja kutembelea watoto walioko mtaani na mnaletea maziwa. Nijue yani hasa sababu ni nini ya kufanya hii shughuli mnafanya. Okay. Asante. Kwanza kabisa DWT Bethel Children's Home tunazo program mbili. Tuna programu ya kuwatunza watoto ndani ya makao kwa maana ya watoto wanaokaa kituoni, lakini pia tuna shughuli ya kuwahudumia watoto wanaokaa kwenye familia. Sasa hawa wanaokaa kwenye familia, hii program tunaita outreach program. Ni huduma ambayo tunawatembelea watoto kwenye familia, kwa maana kwanza tunahitaji kuwaelimisha familia na jamii inayomzunguka mtoto faida za mtoto kulelewa kwenye familia. Moja, tunachokifanya kwanza lazima tuwape elimu faida ya watoto kulelewa kwenye familia. Kitu cha kwanza ni kutengeneza muunganiko wa kifamilia. Watoto wanapokuwa wanalelewa kwenye familia, tunatengeneza muunganiko wa kifamilia kwa maana ya kwamba mtoto toka amezaliwa, yale mazingira kwa maana ya wanao mtunza mtoto makuzi yake yote atajua huyu ni mama, huyu ni baba, huyu ni shangazi, huyu ni bibi, huyu ni jirani, huyu ni rafiki. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, mtoto atakuwa anajua mazingira yanayomzunguka. Wapi aende kucheza, nyumbani kwao ni wapi, kwa majirani ni wapi. Hizo ni faida za watoto ambao wanalelewa kwenye familia. Kwa hiyo tunapenda familia zijue, kwa maana ya wazazi na ndugu wajue kwamba faida kubwa ya kumtunza mtoto kwenye familia ni kutengeneza muunganiko wa kifamilia. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili ni kwamba mtoto anakuwa anajua mazingira anakotokea, anawajua ndugu zake, anawajua majirani. Kwa hiyo atakuwa anajua mazingira yote yanayomzunguka mtoto. Sawa, asante. Vipi, unapata changamoto gani ukiwa umekuja kwenye outreach zako, ukiwa unafanya shughuli zako za kuwatembelea watoto wanaoishi katika familia zao, na waga unaendo vipi changamoto unazokutana nazo? Asante. Zipo changamoto nyingi, lakini changamoto ya kwanza itakuwa changamoto endapo familia haitokuwa na uelewa namna ya kumtunza mtoto. Hiyo itakuwa ni changamoto kwa sababu mtoto atakuwa sawa katika mazingira ambayo hayatokuwa salama kwake, kwa sababu kati ya vitu ambavyo lazima familia ifundishwe ni ulinzi na usalama wa mtoto. Namna gani ya kumlinda mtoto, si tu kumwacha tu, kwamba unaweza kumwacha hapo ukakuta amechukuliwa na mbwa. Sawa. Kwa hiyo ni la kwanza, ulinzi na usalama wa mtoto. Kwa hiyo kama familia itakuwa pindi mlipozungumza mara ya kwanza, ulipotoa elimu hamkuelewana, itapelekea hii familia kutokujua ulinzi na usalama wa mtoto, au kutokushika vizuri yale maelekezo, na mwisho wa siku mtoto yupo kwenye mazingira hatarishi. Kwa hiyo next time unaweza ukaja, wakati umekuja kuvisit, ukakuta mtoto tayari ana changamoto. Lakini pia kutokufuata maelekezo kunapelekea baadhi ya watoto kupata changamoto, kwa maana ya changamoto ya lishe. Inawezekana umemwambia amnyonyeshe kila baada ya masaa mawili, yeye akamnyonyesha baada ya masaa 3 au 4. Hii itakuwa ni changamoto. Inawezekana mtoto akapata shida ya ukosefu wa lishe, ambayo hii ni changamoto ambayo mwisho wa siku utapelekea mtoto anapunguza uzito, kutoka uzito wa awali. Utakaporudi kufanya vipimo, utakuta mtoto amefanyaje, amepunguza uzito. Hii ni changamoto, na anapopunguza uzito inampelekea kwenye changamoto nyingine ambazo ni ukosefu wa lishe, ambayo mwisho wa siku pia inaweza kapelekea changamoto za magonjwa mengine, kwa sababu kama hapati lishe ya kutosha hawezi kutengeneza kinga ya mwili ambayo ni nzuri, ambayo inaweza kumsaidia mtoto. Kwa hiyo mtoto anaweza akaangukia kwenye hatari ya ukosefu wa lishe. Hiyo ni changamoto
ambazo tunakumbana nazo. Lakini changamoto zingine ambazo tunakumbana nazo ni changamoto za umbali pale ambapo tunakuwa tunawahudumia watoto. Kuna baadhi ya watoto ambao wanalelewa kwenye familia wanatokea mazingira ambayo ni mbali, ambayo inatulazimu kujipanga vizuri kwa maana ya kupata usafiri tuwafikie, lakini pia hata miundombinu tunapokuwa tunaelekea kule inakuwa ni changamoto kwetu sisi kuwafikia hawa watoto. Hizo ni baadhi ya changamoto ambazo tunakumbana nazo. Na changamoto nyingine ni ya sisi wenyewe kwamba tunahitaji kuendelea kutoa elimu kwa jamii namna gani ambavyo wanaweza kuendelea kusapoti watoto hawa, kwa sababu watoto hawa ni watoto wa jamii. Hawatokuwa maisha yao yote ni watoto wa Betheli, hapana. Jamii inahitaji kuamka na kujua namna gani ambavyo napotokea changamoto, mama ana changamoto ya kukosa maziwa ya kunyonyesha, imetokea changamoto mama amefariki, imetokea changamoto mtoto ametelekezwa, jamii iwe na uelewa namna gani ambavyo wanaweza kumsaidia. Tunaishukuru serikali, tunaona namna gani napambana katika program tofauti ambazo zinatolewa kama program za Fit Family, kwamba sasa ziwepo familia maalum ambazo zimefundishwa inapotokea changamoto inayohusu mtoto, basi familia hizi zinaweza zikawa responsible. Karibu. Sawa, asante. Na kwa maelezo yako naona mambo ni mazuri na tumepunguza vifo vya watoto wengi sana. Endeleeni na moyo huo, asanteni. Asante kwa shukrani. Tunaendelea kuwashukuru pia wadau ambao wanaendelea kutusupport, kwa maana ya kwamba kupitia programu hii ya outreach kuna wenzetu ambao wanaendelea kuhudumia watoto hawa. Tunaendelea kuwashukuru na kuahidi kwamba shughuli hii tutaifanya vizuri, tutaendelea kushirikiana pamoja, na mwisho wa siku tutapunguza vifo vya watoto, lakini pia tutasaidia watoto hawa wakue katika maadili yaliyo mazuri, na mwisho wa siku pia hawa ndio waje wawe msaada pia kwa watoto wengine. Asante sana.